kikao kwa sababu moja. Unajua mimi kama baba wa familia hii siwezi kuona nyinyi watoto wangu mnaenda kinyume na matakwa yangu, alafu mimi hilo jambo nikalikalia kimya. Kawina, wewe sasa hivi umeshakuwa mkubwa, umeshafikia umri ambao unafaa kuitwa baba. Sasa unachotakiwa sasa hivi wewe ukatafute mke, uoe, upate kwako. Yaani kiufupi, humu ndani mimi sikutaki. Wewe umri wako ulofikia kukaa humu ndani ni kuitia aibu hii familia. Ukatafute mke, uoe, upate kwako. Nadhani umenielewa. Na nyinyi mabinti wawili, nyinyi tangu mimi niingie humu ndani sijawahi kusikia mwanaume kaja labda kutoa posa, labda sijui kutoa barua, sijawahi kusikia chochote. Sasa na nyinyi mkatafute wanaume muolewe. Siwataki humu ndani. Kiufupi nyinyi watoto wote watatu siwataki humu ndani. Nadhani mmenielewa. Nimeongea kama baba wa familia. Mama, nadhani umemsikia mzee wako wa ovyo. Kwa hiyo mmekaa sasa, mmejadili hili swala, mmeamua sasa kutufukuza humu ndani, si ndio? Basi ningetaka kusikia kutoka kwako. Mahabuba, kwa kweli nakupenda, lakini ili swala la watoto wangu mimi limenichoma. Hawa watoto, hii nyumba ni ya baba yao, ni mali yao. Mimi kuwafukuza ikiwa ni mzazi wao siwezi. Ninachokuomba tu, kesho naomba uondoke, uende kwenu kapumzike, halafu mimi ili swala lako nitalifanyia kazi. Mama, mimi naona ungeondoka usiku wa manane. Safi sana mke wangu. Yaani ungekubali hawa watoto watoke humu ndani, ningekupiga hata kibao. Nilitaka nione upendo wako upoje kwa watoto wetu. Safi sana. Muongo. Nani? Umeona sasa wanataka kufukuza, wanatubadilishia story. Nafikiri umeitisha kikao, mambo yenyewe muhimu kama mambo yenyewe hayana hata msingi. Una bahati. Leo ulikuwa unang'oka humu ndani. Sana na nilichanganyikiwa. Aliponiambia unatoka nikatetemeka, nikaona leo kuisha habari yangu.